Watu hawaambii ukweli wanachokifanya kupata hizo mihela. Mtu anapewa mgali, Range Rover. Mtu anapewa nini. Ukijiangalia, mbona mimi jamani, mbona mzuri lakini natumia mbele tu, sipei vyote hivi. Don't rush. Kwa sababu gani? Ukirush utakuja kujutia miaka ya mbele. Huyo mtu ambaye shoga yako anafanya sasa hivi mapenzi kinyume na maumbile, anapata iPhone 16, wewe una iPhone chako 6 plus. Usijali, muda wako utafika. Msichana binti mdogo, una hela, unasema huna hela. Mimi mwenyewe mbona nilikuwa sina hela jamani? Dadangu alikuwa ananiambia wewe Viki tulia. Wewe mimi mwenyewe nilikuwa katika umri wako, mbona nilikuwa sina hela? Mimi kwenye umri wako mimi nilikuwa sina hata hela. Lakini mbona nilikuwa naishi, nilikuwa nakula. Kwa hiyo vijana wengi wanaingia kwenye mambo ambayo ni sasa hivi sio mazuri. Mambo haya ya tamaa, wengine wanaingia kwenye ushoga. Mimi kuna mtu namjua kabisa, alikuwa sio shoga, akaanza kufanya mambo ya kishoga. Namjua na sasa hivi ni star, superstar. Muda wote anazunguka na simu, lakini mwanaume anafanywa nyuma, najua. Na sasa hivi amejifanya kuoa ili kupumbaza watu kwamba ameoa, eti kwamba yeye sio mpaka afanywe hivi ndio asimame. Wanafanya hivyo vitu, mimi najua watu wengi. Wanafanya nyuma. Wanakuambia tu wao wanapendwa. Ukisema mbona mimi napendwa jamani, mbona mimi sipewi iPhone 16 huko Plus Pro Max. iPhone mtu imetoka umeichukua. Sijui gari gani mtu unalo. Mimi kuna mtu namjua, ni shoga yangu kabisa, alikuwa yule shoga yangu msichana yule. Sitaki kutaja. Mimi ugomvi wangu ni kutaja majina tu. Sitaji majina kwa sababu unatoka uheshimu privacy ya mtu. Ndiyo mtu anafanya mapenzi kinyume na maumbile, ni yeye ametaka. Sio mimi na wala sio wewe. Ni yeye ametaka kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Kwa sababu si ndo raha yake, wewe na kusunini tajiri. Yeye mwenyewe ameamua maisha yake, lakini namjua yule msichana. Tangu anaanza na yule baba ambaye amemfanyia mapenzi kinyume na maumbile. Tangu ameanza mimi nilikuwa najua alivyoanza. Mdogo kaanza kupewa kigari kidogo. Baadaye kapewa gari kubwa. Lakini yote kwa yote hajafanya hivyo tu. Pamoja na yule mwanaume kumpa kinyume na maumbile, lakini yule binti alikuwa anamloga yule baba. Kwa nini alikuwa anamloga? Wanaume wa riziki. Wewe unatoa nyuma, mwenzako anataka kutofa mwanamume mwingine, mtoto mwingine mdogo ambaye amebana hivi. Wewe ashakutoboa uko nyuma kwako, anaenda kuofa mwanamke mwingine ambaye mdogo, naye anataka amtoboe. Unaona mambo haya yalivyokuwa hana jema. Mtu unasema ngoja mwenyewe nimpe, nikimpa hata usijui nini, hata aniachi. We, anakuacha. Alafu sasa yule baba kashatembea na mastaa wote. Hapa Bongo ametembea nao mastaa wote. Na mwenyewe anasemaga kwa sababu kuna siku nishaka meza naye moja nikiwa na huyo sponsor wangu, nishaka naye meza moja. Akawanaambia wale baadhi anaambia kwamba nyinyi mkitaka mwanamke fulani, huyu mwanamke fulani laki fulani, huyu mwanamke fulani laki ngapi? Yule mjinga yule laki 150 tu. Alafu hapo kwa Instagram wanavojibinwa mitako hivi. Wanasema wako na baba wao wanawala nao, wanakwambia tu huyu mpumbavu, huyu laki 150. Kwa nini unaenda kujiresisha na kujisema wewe mwenyewe na mimi nitaka nifanye mapenzi kinyume na maumbile ili mali tu nipate hela? My dear, unafanya wewe kinyume na maumbile leo, mwenzi anaenda kutafuta mwanamke mwingine kesho ambaye hajaye kufanya. Kwa hiyo wewe uko tayari kwamba uzibuliwe ndu na mtu anakuacha. Kwa hiyo yule binti pamoja na kumpa mwanaume yule kinyume na maumbile, haitoshi akaenda akamloga yule baba. Na kumloga kumsaidia, anazidi kumpa mahela mpaka leo hapo wote. Lakini kwa watoto wadogo ambao wanakuja sasa hivi wamemaliza shule, wamemaliza chuo, wanaona ile maisha yule mtu yani ana miaka kama ya kwangu tu. Ana miaka tu 25, 26 lakini ana maisha yake mazuri. We, usitamani maisha ya mtu mwingine. Kama amri za Mungu zilivyosema, usitamani mali ya mtu mwingine. Usitamani. Unatamani ndio maana watu wanageuzwa mashoga. Wanatamani ndio maana watu wanafanya mapenzi kinyume na maumbile, wanafokolewa. Usitamani vitu ambavyo huvijui. Usitamani sio star, sio unataka kuwa star kama nani, sio kama Nifa ametoka tu kule amekuja hapa amepata na we, umjui huyo Nifa unamsema unamtamani. Umjui. Ukimjua vizuri ndio utaona utasema hapana mimi sitamani kuwa Nifa au sitamani kuwa kama Nifa. Usitamani vitu usivyojua. Mimi simsemi Nifa. Najua kama mashabiki zake mpo mtaenda kummention, mtajua wenyewe mimi sio shida zangu. Simsemi. Lakini wewe unajua ametoka wapi ile msichana mpaka kufika pale alipofika.
ni fa 1, ni fa 2, ni fa 3, ni fa 4, ni fa 5. Ukijiangalia mimi mtu wa umri wangu lakini anafanya vitu fulani. Wewe unijui mimi, humjui yoyote. Usitamani maisha ambayo wewe huyajui yako wapi exactly. Mimi naambia kuna mtu anaitwa Idi Makengo. Idi Makengo yuko Instagram. Yule kaka. Mimi nimeanza kumsoma Idi Makengo sisi tangu 2010 ngapi? Sio 16, sio 15. Namsoma Idi Makengo kwa sababu gani? Yule mwanaume afa ana nini? Anakushauri au anashauri kitu kimenyoka kama lula ndi. Unajua wanawake hatupendi kuambiwa vitu ambavyo hatutaki kuvisikia. Unajua kwa nini motivation speaker sasa hivi wanatupata sana sisi wajinga? Kwa sababu wanataka sisi tunakuambia maneno yale kwamba mwanaume unataka umkatikie. Mwanaume unataka usimfanyaje? Wewe katika mpaka cha kiuno kitoke. Na utaachwa tu. Yaani mtaachwa tu. Sijasema kwamba usikatike, katika kwa sababu unataka kukatika, lakini usikatike eti kwa sababu mtu sitaki aniache. Kitakukuta kitu. Fanya kitu kwa sababu unataka kufanya. Beba mimba kwa sababu unataka kubeba mimba. Eka mguu juu ya dali kwa sababu unataka kuwa mguu juu ya dali. Usiweke mguu juu ya dali eti jioni asikuache. Jioni akishafika muda wake akishamuona jioni akishamuona Linda anakuacha. Upo hapo. Jioni akishamuona Martha anakuacha. Jioni akishamuona Ashura anakuacha tajiri. Are you there? Kwa hiyo usifanye vitu kwa sababu eti mimi nataka nimkamate huyu mwanamume. Idi Makengo anashauri wanawake vitu ambavyo wanataka kuvisikia. Idi Makengo anashauri wanawake vitu ambavyo vinawasaidia kweli. Mimi nimemsoma Idi Makengo. Nimemsoma Idi Makengo na nimemfuatilia. Nimekuja kununua kitabu cha Idi Makengo cha mwaka 2020 na nilikuja kununua kitabu kile mwaka 2022 kama sio 2021. Unajua kitabu gani nikinunua? Sio kitabu cha mahusiano. Sio kitabu cha kumfanya mwanaume sio ndoa yangu hekima yangu. Kwa sababu yale mambo ya ndoa yangu hekima yangu ninayasoma kwenye page yake. Nimeenda kununua kitabu ambacho ni cha biashara 50. Biashara 50 ni kitabu ambacho kinaonyesha biashara zote ambazo mtu unataka kuzifanya. Biashara zote, biashara 50 kabisa zipo. Kama unataka kuanza kufanya biashara, kile kitabu Idi Makengo anakiuza. Sitaki mwambie biashara lakini kitabu mimi ninacho. Naweza nikawapa watu 10 tu bure. Naweza kuwapa watu 10 tu bure wakiwahi kuniambia. Na hapa kitabu hicho bure na natumia kwenye WhatsApp bure. Mimi nilikinunua lakini natumia kwenye WhatsApp. Ila Idi Makengo anashauri watu vizuri, anashauri watu mambo mazuri, anashauri watu vitu ambavyo unataka kuvisikia, lakini vitu ambavyo unataka kuvisikia ndio vinavyotusaidia. Mimi Idi Makengo amenisaidia. Simpromote, sijui hata yuko wapi mwenzimu, hata sije kumuona. Lakini yule kaka amenyoka kama lula. Umeshanifahamu? Anashauri watu wenye ndoa, anashauri wanawake. Yaani anakushauri hata kama ukiwa mtoto ukienda na shida yako wala anakushauri. Na anakusikiliza. Mara nyingi simu yake iko busy sana. Sana. Kwa sababu nilishajaribu kumpigia mara nyingi, nilishindwa kumpata, lakini mimi nilikuwa kinyanganizi, nilikuwa nampigia mpaka nikimpata ndo nasema okay. Sasa sawa, nikaongea naye kwa siku niongea naye. Lakini hawa motivation speaker wa TikTok wanawadanganya. Unakuta mtu mwenzake yupo kwenye gari na kiyoyozi pale anafanya kazi yake nzuri afu anakwambia wewe tu uende kali yako kapigwa na jua kisa upambane. Panda daladala, panda pikipiki, panda bajaji. Achana na kujifanyia eti mimi na 10,000 nitakaenda kali yako nikatafute nini. Wanawadanganya. Anakwambia tu mimi nilianza maisha na 10,000 sio 30 kali yako. Nenda na 10,000 30 kali yako ikakuonyesha. Si ndio mnataka nyinyi ujinga kudanganyana? Nenda nayo 10,000 30 kali yako ukajaribu maisha. Nenda nayo. Dole. Kama hujapata nguo 3. Maana nguo sio ilimadi sio, yani sio kama unaenda kununua nguo eti unaenda kununua bidhaa, ndio unataka ununue tu bidhaa mbaya ilimadi watu waichukue. Akili kichwani mwako. Ili bidhaa izuke lazima iwe nzuri, iwe na quality nzuri. Mtu hawezi kukudanganya na kwambia eti mimi nianza na 10,000 sio 30 nikaenda kali yako nikanunua mzigo, nikapata wateja sasa hivi na gari ya kwanza, gari ya pili, gari ya tatu. Unakaa hapo unakubali na matakwa yako. Acha ujinga wewe. Kaombe kazi. Huko unapenda kuomba kazi. Toka nyumbani kwenu kaombe kazi. Usitegemee mtu anakuambia eti wewe sijui nitakupa kazi, sijui wewe kaa tu hapa nyumbani nitakupa kazi. Ndio maana mnalala na wanaume kibao for the sake of kutafutiwa kazi. Mnalala na wanaume kibao kwa sababu tu mnasema eti mimi nataka nitafutie kazi. Usijidanganye, katafute kazi mwenyewe. Mimi kuna mtu ashanidanganyaga nataka nikupe kazi na kazi hata kunipa. Tulikuwa kwenye sindo mahusiano sindo kitu gani cha kijinga kile. Akataa kunipa kazi. Nikaona kwamba huyu kumbe mpumbavu wewe.
Mimi baadaye